tumeahidi watu, na unapokuwa umeahidi watu, muungwana lazima utekeleze. Sasa ukiambiwa kuna tatizo la maji, na tatizo la umeme, kuna tatizo la afya, kuna tatizo hili lile, unaona kwamba hujatimiza wajibu wako ipasavyo. Kwa hiyo kipindi hiki tunachotaka, kama nilivyosema katika maelezo yangu, sitaki mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, wakurugenzi wa kukaa ofisini. Nataka watu waingie kwenye jamii wakatatue matatizo ya watu. Kwa hiyo ukiniambia nini kinaninyima usingizi, kwa kweli hakuna kitu maalum kwamba kimoja au viwili, no. Mambo ni mengi, na lawama ni nyingi, na changamoto ni nyingi. Kwa mfano, wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni, tulikwenda kuzungumza na wakulima wa mabonde yale ya mpunga yale. Wakanambia hapa kuna tatizo la umeme, hatuwezi kumwagilia, pump ile transformer imeharibika, hatujabadilishiwa muda. Sasa siku ile ile nilivyosema nataka hiyo transformer ikapelekwa na watu wanamwagilia. Sasa yale si lazima yamfike rais, yale yalipaswa yao yameshakwisha zamani. Hali kadhalika tulivyokwenda Mji Mkongwe Darajani, wakasema tuna tatizo la umeme hapa, siku ile ile ukatengenezwa. Sasa nataka watu watoke wakatatue changamoto. Na hii ni wizara moja tu ninayozungumzia ya umeme, lakini wananchi wangapi wametuambia kwamba mikopo haijafika huku. Watu watoke waende kule chini wakahakikishe kama tumeahidi mikopo inapatikana mikopo. Kwa hiyo ninachojaribu kusema hapa ni sekta nyingi, na hususan za huduma za jamii, zinahitaji kufanywa kazi kwa karibu zaidi. Yaani safari hii tuje na mpango maalumu wa kwenda kwa watu kuhakikisha tunatatua changamoto, lakini tunahakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi yanatekelezwa. Kwa hiyo nalisema hili kwa ujumla, si sekta maalum. Swali la Star TV, mfumo wa tathmini utakuwepo? Naam, lazima uwepo, kwa sababu tunachosema hapa ni kwamba tunataka kuwa na watu watendaji. Watu watakuwaje na utendaji kama hakuna vigezo vya utendaji? Kwa hiyo moja ya kazi ya hii PDB, ukiacha delivery kwamba kuhakikisha utekelezaji, basi kwa pia kuna utaratibu wa kutathmini. Kila mtu aliyepewa mamlaka ahakikishe kwamba anatekeleza kile alichotakiwa kutekeleza. Kwa hiyo tutaweka mfumo wa tathmini, na taarifa tu ni kwamba mfumo wetu ule wasema na rais. Sema na rais unakuwa unapokea malalamiko, lakini mpaka sasa hivi haupokei taarifa za utekelezaji. Tutaweka mfumo wa kuhakikisha kila kinacholetwa kama malalamiko utekelezaji wake pia unaonekana, ili tuweze kupata uhakika wa kwamba tathmini ya kila mmoja katika watu tuliowapa majukumu haya wanatekeleza majukumu yao. Nidhamu na uwajibikaji. Ni kweli kwamba kama tuna changamoto katika utumishi wa umma, ni swala zima la nidhamu, swala zima la uwajibikaji. Kwa kiwango kikubwa wengi hawajawajibika ipasavyo. Sasa katika hotuba yangu ile nilisema tutaipa kazi taasisi ya GSO, ili wasiwe tu kazi yao kutupa taarifa ya vetting kwamba huyu ana kasoro hii, huyu ana kasoro hii. Hapana, watu wakiwa kazini watuambie nani anawajibika, nani hawajibiki, ili tuweze kuchukua hatua. Wasisubiri pale tunataka kumteua mkurugenzi kuwa katibu mkuu, ndio anasema unajua huyu wakati kwenye ukurugenzi wake alikuwa hawajibiki. Tunataka kusikia mapema, ili tuchukue hatua, ili tuweke watu ambao watakuwa wanatekeleza wajibu wao. Kwenye utumishi wa umma, uwajibikaji ni swala la msingi sana. Ukikosa uwajibikaji, haya mengine yote tunayoyazungumza haya yatakuwa kazi bure. Kwa hiyo ni muhimu tuweke sasa hivi mkazo maalumu kwenye uwajibikaji, lakini uwajibikaji unataka nidhamu vile vile.